Wakati wa kufanya maamuzi sahihi, lazima ufanye maamuzi kana kwamba unajitazama kwenye kioo. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kufanya maamuzi sahihi kwenye maeneo mengi au yote ambayo utakuwepo. Ziko kanuni mbili hapa ambazo zinaweza kuwekwa kwenye kanuni moja kubwa. Ni namna gani uweze kufanya maamuzi sahihi wakati unakuwa na machaguo mawili. Maamuzi tunayafanya au tunafikia hatua ya kutaka kufanya maamuzi tunapokuwa na machaguo mawili. Kwamba nina chaguo A, nina chaguo B. Ni lipi lililo sahihi natakiwa kulifanya? Sasa ili uweze kufanya maamuzi sahihi wakati unakuwa na machaguo mawili ambayo unakuwa huelewi ni lipi, nifanye nini, niache lipi, basi zingatia haya yafuatayo. Kwanza, fikiri mara mbili. Fikiri sana kabla hujaweza kulifanya hilo jambo. Jione kwa wakati ujao. Baada ya kulifanya jambo hilo utakuwa kwenye mazingira gani? Utakuwa umesababisha nini? Utakuwa umeleta kitu gani? Jione kwa wakati ujao baada ya kufanya hayo maamuzi. Utakuwa katika hali gani? Kitakuwa kimetokea nini? Je, hilo unalokwenda kulifanya litakuweka hatua gani? Litakuweka katika renki gani? Ukijiona upo kwenye renki fulani nzuri, kwenye renki fulani ya faraja, basi hilo jambo ni sahihi. Unapokuwa umeshafika hatua ya kufikiri hivyo, hapo unakuwa umeshaanza hatua ya kufanya maamuzi sahihi, kuliko kuingia kufanya jambo, kuingia kufanya maamuzi fulani pasipo kufikiri au kuanza kufikiri hivyo, kujiona baada ya kufanya hivyo utaonekana katika sura ipi au watu watakuona katika sura ipi. Swali la pili, fikiri faida na hasara kufanya jambo hilo. Kwamba nikishafanya hili, yule niliyemfanyia au hiki nilichokifanya, ninachokwenda kukifanya, kitaleta faida kwa nani na kwa nani? Ukiona jambo unalifanya litakwenda kumbariki mtu, litakwenda kumfanya mtu apende, afurahi, asikie amani, basi hilo jambo ni sahihi. Lakini ukiona jambo unalokwenda kulifanya litafanya mtu aumie, basi ujue jambo hilo sio sahihi. Lolote linaloleta madhara kwa mtu mwingine au kwako, jambo hilo sio sahihi. Lolote linaloleta faida kwako au kwa mtu mwingine, jambo hilo ni sahihi. Mwalimu mmoja alikuwa amemuuliza mwanafunzi wake kwamba ni nini kazi ya kioo. Mwanafunzi akasema kazi ya kioo ni kwa ajili ya kutazama sura zetu au kuonyesha taswira za kitu halisi ipoje. Mwalimu akamwambia, umejibu vema. Hivyo wakati wa kufanya maamuzi sahihi, lazima ufanye maamuzi kana kwamba unajitazama kwenye kioo. Kwamba nikishafanya haya maamuzi, jitazame kwenye kioo, nitaonekanaje? Kwamba nitaonekana kwa sura 1 2 3 baada ya kufanya jambo hili, 1 2 3 zitakuwa zimekaa vizuri, 1 2 3 zitakuwa zimetengenezeka, 1 2 3 zitakuwa zimeharibika. Kama itaharibika hii, basi maamuzi haya sio mazuri. Jambo utalolifanya likileta faida, ni maamuzi sahihi umeyafanya. Jambo lililofanya unalotaka kulifanya kama litaleta hasara, basi jua unafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Nikupe mfano katika kitabu cha Mithali sura 25, nianzie mstari wa 7. Anasema, kwa maana ni heri kuambiwa njoo huku mbele kuliko kuwekwa nyuma machoni pako. Yani huyu mtu anatakiwa kufanya maamuzi sahihi. Amefika kwenye hafla, kwenye sherehe, kwamba hivi nikae wapi? Nikae mbele, nikae nyuma? Ili ufanye maamuzi sahihi, pima, nikikaa mbele nitaonekanaje? Nitaonekana nimekaa kwenye kiti cha mbele. Akija mtu wa heshima kuliko mimi ambaye atastahili kukaa kwenye kiti hicho, nitapoinuliwa na kuambiwa kakae kule nyuma, nitajiona nikiwa katika hali gani? Hapo ndo unajitazama kwenye kioo, kwamba unavorudi nyuma ukiwa na aibu na macho ya wengi yanakutazama, ukiwa unatoka mbele unarudi nyuma, unaona nitakuwa aibu kubwa. Nikienda kukaa nyuma nitaonekana kama sina heshima. Lakini akifika mwenye sherehe ataniambia, mheshimiwa, wewe ni mtu muhimu sana, naomba utoke huko uje ukae huko mbele. Utajionaje utakapokuwa unatoka kwenye kiti cha nyuma unakwenda kwenye kiti cha mbele?
utajiona ni mtu mwenye kustahili, mwenye sifa, mwenye heshima. Utajua maamuzi sahihi ni kwenda kukaa kiti cha nyuma kuliko kukaa kiti cha mbele. Maana nikikaa kiti cha mbele nikiinuliwa nitapata aibu. Ni afadhali nikatolewe nyuma niletwe mbele kwenye heshima kuliko kutolewa kwenye heshima kurudishwa kwenye aibu. Unaweza ukafanya maamuzi sahihi. Jina langu naitwa Andrew Fuime. Uwe na wakati mwema. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.